Mambo. Poa. Umewahi kufika. Karibu sana. Za huko? Fresh vipi? Mzima. Nasibu. Nzuri. Yaani leo nataka tucheze mchezo. Maana siku nyingi hatujacheza. Nzuri sana, naipenda. Inaitwa do or drink. Kwa nitakachokuambia ukipatia haunywi. Ukikosea tu hata hichi unakunywa. Meisha hiyo, uko tayari? Mimi niko tayari, ndio maana nimejipanga. Kondoke. Tasubiri. Niangalie kwanza. Niangalia juu mpaka chini. Sawa? Haya, nianze. You're looking good. Bado? Tayari. Umemaliza? Umeangalia vizuri? Kabisa? Kabisa. Sawa. Sasa naanza mimi au unaanza wewe? Utaanza wewe. Umejipanga kunywa? Kwa nini unasemea kunywa? Hata wewe unaweza ukanywa. Mimi na uhakika nitashinda. Sawa. Tuendelee game. Umeniangalia vizuri? Bila shaka. Kabisa. Maya, mimi nataka nikupe zoezi kidogo. Fumba macho kwanza. Nimefunga vizuri. Auoni? Aya. Kuanzia juu mpaka chini nimevaa rangi ngapi? Umevaa rangi 2. Umekosea. Fumbua. Niangalia vizuri tena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na nimeshika karata. Kuiwa. Mbona unywe kidogo hivyo? Kunywa tena mpaka umalize hicho. Yaani kunywa hivi mara moja tap. Hivyo hivyo. Sasa hapo ndo tunaanza game yetu sasa. Maana hiyo ilikuwa introduction. Sawa. Naanza mimi. Nakuuliza mimi. Mimi ndo nimekuwa kwanza. Okay, sawa. Naanza. Ni sehemu gani ambayo umeshawahi kwenda halafu kufurahia mazingira yake? Ambayo yani tumeshaenda mimi na wewe wawili. Sehemu ambayo tunakwenda mimi na wewe sikufurahia mazingira yake ni hospitalini. Kama nipata. Kunywa. Okay, ni zamu yangu mimi kukuuliza.
Je, wewe unaweza kumkisi mtu vizuri? Inategemea na mtu mwenyewe, maana sio kila mtu wa kumkisi. Unaweza mkisi kaka yako mdomoni? Kakangu hapana, siwezi nikamkisi mdomoni. Kwa nini? Kwa sababu yule ni kakaangu, na kitamaduni za Kitanzania sio rahisi kumkisi kakako. Kakako ni mtu wa kumheshimu, yaani hata ikitokea mmekaa sehemu moja, sometime mwamuzi hata kula sehemu moja. Okay. Ngoja nikutafutie swali. Mara ya mwisho kusex na mpenzi wako ilikuwa lini? Wiki iliyopita. Wiki iliyopita ina siku pia, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Mara ya mwisho kusex na mpenzi wangu ilikuwa Jumatano. Jumatano. Okay. Tungekuwa na namba ya mpenzi wako tungethibitisha, lakini hatuna. Basi fanye umeshinda. Nakuuliza swali. Je, unakumbuka siku mwanaume wako aliokutoa hospitali? Hilo swali gumu, siwezi kulijibu. Chukua vikombe. Jimimine. Safi. Alimeleta mwenyewe hela. Ile hapa. Ni kitu gani ambacho ulishawahi kufanyiwa na mpenzi wako kikakuumiza mpaka ukajutia kwa nini ulikuwa naye kwenye mahusiano? Yaani kitu ambacho kilikuumiza sana. Kitu ambacho kiliniumiza. Kitu kilichoniumiza ni uongo. Unajua mimi sipendi kudanganya. Uongo po aina nyingi. Kuna uongo wa faida na uongo wa hasara pia. Okay. Nisingependa kuelezea, ila kwa ufupi nitakuelezea. Mpenzi wangu alinidanganya. Alidanganya kwamba anaenda kwa shoga yake. Shoga yake kumbe alikuwa ni kakangu mimi. Kwa hiyo alinidanganya na akanisaliti pia. Kwa hiyo ni scenario ambayo mimi siwezi nikaisahau. Na sipende nielezee kiukweli, maana nakumbuka mbali sana. Sasa hapo kwenye kukuchiti inategemea. Na maana kakako alikuwa ajui kama wewe ni mpenzi wako? Anajua. Alikuwa anajua, ila sijui nini kilitokea. Sijui ni tamaa, sijui ni nini. Na kakako yeye alisemaje baada ya wewe kujua ukweli? Alikubali. Alikubali ni kweli kuwa na mahusiano. Na wewe sasa, sawa mpenzi wako hujamsamehe, na kaka yako vipi, ulimsamehe au haukumsamehe pia? Kaka yangu nilimsamehe. Unajua damu ni nzito kuliko maji. Hatuwezi kugombanishwa na mwanamke. Hivyo nilimpa option moja tu. Yule mwanamke aidha achague kubaki na mimi au achague kwa na kaka yangu. Mwisho wa siku akamchagua nani? Alimchagua kaka yangu. Je, angesema na kuchagua wewe ungekuwa tayari kurudiana naye?
Hapana. Kwa nini? Kwa sababu anatupenda mimi na kaka yangu, na hata kama ningerudiana naye bado angerudi kwa kaka yangu. Lakini kila mtu anayeomba msamaha anastahili kusamehewa. Binafsi niisha msamehe, ila kurudiana naye kiukweli haiwezekani. Okay. Sasa hili swali naomba ulijibu hapa. Wewe una marafiki wa kiume, si ndio? Ndio. Je, unaweza kuseksi na rafiki yako wa kiume? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu yule nitakuwa nimemweka kama rafiki na sio kama mpenzi. Rafiki na mpenzi ni vitu viwili tofauti. Ikitokea mpenzi wako yuko mbali, nini huwa unakifanya kukidhi haja yako? Labda nitampigia video call, nitaongea naye. Katika kuongea naye, vile vitu nitakavyokuwa ninaongea naye, nitamwambia hisia zangu nilizonazo kwa sasa hivi, ninavyojisikia. Kwa hiyo atakachonishauri kwa wakati huo kukifanya, ndio nitakachokifanya. Wewe nadhani unaweza kukidhi haja zako kwa kutumia video call? Muda mwingine inasaidia. Uishafanya hivyo mara ngapi? Kusema nikwambie ni mara ngapi nimeshafanya siwezi. Japo nimefanya. Kwa hiyo unapompigia video call, kuna kitu chochote cha tofauti ambacho huwa mnakifanya kwenye video call? Ni vingi ila ni personal. Siwezi kuvitaja. Okay. Aya, nakuuliza swali. Ushawahi, labda tuseme kwenye maisha yako au kwenye uvulana wako, ulivyoanza kujua mahusiano, unakumbuka mara ya kwanza kumtoa mwanamke ubikra, ulikuwa kwenye hali gani na ulijisikiaje moyoni? Na huyo mwanamke alikuwa kwenye hali gani pia? Yaani yeye alilipokeaje ile swala, na wewe pia ulipoona huyu mwanamke ni bikra ulijisikiaje ndani ya moyo wako? Binafsi nilijisikia vizuri. Kwanza nilijiona ni kidume kumtoa mwanamke bikra, kizingatia ilikuwa ni kazi ngumu na kazi nzito, ila nilifanya kwa uweledi kwa sababu mwanamke yule alikuwa hajawahi kuwa na mahusiano ya aina yoyote yale. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa mwanaume wake wa kwanza. Japo aliumia, lakini naamini alifurahi sana. Una uhakika aliumia? Ya, na uhakika. Situation zake zilikuwaje? Niliingiwa na uoga kwa sababu kipindi namtoa bikra yule mwanamke alikuwa anatokwa na damu nyingi sana. Alafu pia anapiga kelele za kutosha, basi nikahisi itakuwa nimeharibu zaidi. Binafsi niliingiwa uoga kumtoa bikra mtoto yule, ila mimi naamini yeye mwenyewe alifurahi. Alikuwa mwanafunzi? Yeah, kwa mwanafunzi. Okay. Au kuogopa labda serikali au wazazi wake wakijua? Miaka 30 jela ni mengi. Mimi nadhani yeye ni mtu mzima, maana ninachoamini kwamba mtu mzima anaanzia miaka 18. Kwa yule ana zaidi ya miaka 18. Kwa hiyo tulichokuwa tunakifanya alikuwa anakielewa, na yeye mwenyewe pia alienjoy, alifurahi. Serikali itambue hilo, lakini wakijua akiwa shule ni shule, anahesabika ni mwanafunzi, haihesabiki miaka, haijalishi na miaka mingapi, ila ni mwanafunzi. Okay, naomba nikuulize swali. Ukiwa unafanya mapenzi na mpenzi wako, staili gani huwa unapenda kuitumia? Swali gumu. Swali gumu, ila zote nazipenda. Staili ipi ambayo unapenda kwa ambao unaona ni the best?
Hiyo siwezi sema. Je, nirahisishe kazi kwanza. Hivi vikisha na unazimia. Piga vitu. Na kaza. Hiyo vitu tuendelee. Nakuuliza swali hapo. Katika maisha yako ulishawahi kuumizwa na mwanamke kiasi kwamba mpaka ukaenda kumfuata mamako kumwambia, mama, naumia na hiki na hiki na hiki? Maana tunajua wenyewe wavulana ni vipenzi wa mama, sisi watoto wa kike vipenzi wa baba. Hapana, sijawahi kuumizwa. Sijawahi kuumizwa kiasi hicho cha kwamba kwenda kumsimulia mamangu. Bahati mbaya mimi ni mtoto ambaye nimelelewa na babangu, hivyo siwezi kwenda kumsimulia mambo yote ambayo yananihusu. Asa wewe umelelewa na baba, mama tena unasema hawezi kumsimulia kausi. Ina maana umelelewa na mama wa kambo au? Okay. Mimi nimelelewa na babangu. Unajua nilipokuwa mdogo, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, mama yangu aliweza kufariki. Hivyo sikupata bahati ya kulelewa na mama yangu. Nimelelewa na babangu. Okay. Niulize. Okay, naomba nikuulize swali lingine. Je, ulishawahi kumnyonya mpenzi wako? Kumnyonya nini sasa? Kumnyonya sehemu za siri mpenzi wako. Sehemu za siri zipo nyingi. Matiti ni sehemu ya siri na yenyewe ujue. Mpenzi wako ana matiti? Sina manyonyo. Japokuwa sio makubwa anyonyeshi, lakini anayo, ananyonywa. Ipi? Mpenzi wako hana matiti, ana kifua. Wewe huwezi mnyonya kifua? Michocho lakini. Okay. Yaani namaanisha sehemu za siri za faragha. Nishawahi. Ulisikia la kiasi gani? Yeye ndo anapenda, ila mimi sipendelei sana, ila nafanya kumfurahisha yeye. Come on. Kama wewe upendi, kwa nini unafanya? Kwa sababu ile ina athari kiafya, ujue. Kiafya ina athari. Unaweza ukapata kansa ya koo au kansa ya mdomo. Ndio maana watu wengi unaona midomo yao inakuwa ina vidonda. Ile ni kansa, inatokana na kumnyonya sehemu za siri. Hata wewe mwanaume upaswi kumnyonya mpenzi wako sehemu za siri, ama apate chembe zozote zile. Mate ni asidi, hiyo asidi ikimwingia huko lazima atapata maradhi. Okay, ukiwa unamnyonya kiafya inashauriwa usifanye hivyo, lakini sisi ni uzungu mwingi na utamfurahishaje? Ukiacha kumfanyia hivyo ataenda nje, atafanyiwa. Kwa ukizubaa, unasema zuba utakuta mwanaso wako. Kwa watu wengi inatubidi tufanye hivyo, lakini sio sahihi. Unapokuwa unamnyonya mpenzi wako, ikitokea zile spam zimetokea, je, huo unameza unatema? Siwezi kumeza, natema. Okay. Safi. Okay, subiri sasa mimi kuuliza swali hapo. Ulishawahi kukutana na mwanamke halafu akakwambia ni vitu ambavyo
unajua kuna wanawake wengine wanapenda kuingiliwa kinyume na maumbile, japokuwa sio sahihi. Je, wewe ushakutana na mwanamke wa design hiyo au mwanaume wa design hiyo? Ya, nishawahi naye mwanamke wa staili hiyo. Ikawaje? Sikuweza kufanya hiyo. Yaani ilikuwa situation gani mpaka labda akaweza kukuambia hivyo, na wewe ulijisije? Kiufupi alikuwa ni mke wa mtu. Kwenye harakati zetu za kufanya mapenzi aliweza kuniambia nimuingilie kinyume, ila sikuweza kufanya hivyo, na nikamuuliza kwa nini unafanya hivyo. Akaniambia ni kwamba mume wake amenizoesha kufanya hivyo, kwa hivyo aliniomba pia na mimi nimuingilie kinyume. Ni jambo ambalo mimi sikuliafiki na sikufanya. Yeah. Okay, vizuri. Niulize, unatamani uwe na watoto wangapi? Mimi kama mimi natamani niwe na watoto wengi, kwa sababu kwetu sisi tumezaliwa wachache. Alafu kwa kabila yangu mimi, si tunapenda tuzae familia nyingi. Yaani uwe na watoto hata 10, 6, 7. Kwa hiyo mimi natamani kuwa na watoto wengi. Ikiwezekana 6, 7, 8 na kuendelea. 10 unafungua timu ya mpira. Mtu akikwambia I love you anamaanisha nini? Neno I love you ina maana nyingi. Sasa inategemeana na amekwambia I love you kwa wakati gani. Inaendana na wakati. I love you ni neno nakupenda. Sasa nakupenda ina maana nyingi. Anakupenda kama nani? Anakupenda kimapenzi, kama kakake, kama dadake, kama rafiki. Ikitokea mtu anakuambia I love you, yani anahitaji kuwa na wewe, utamchukuliaje au utalipokeaje hilo neno I love you? Nitamwambia nakupenda pia, kwa sababu uwezi ukamkataza mtu kumpenda, au mimi siwezi kutokumpenda mtu, ila inategemeana upendo gani. Kama wa kimapenzi nitaangalia nahitaji nini kwake, au sio type yangu. Kwa hiyo kama sio type yangu siwezi kumkubalia. Kama ni type yangu na naona kuna nafasi ya kumkubalia, nitamkubalia. Okay, sweet. Nikuulize kwanza swali. Tuseme yani ulishawahi kuwa ukapita kwenye situation fulani hivi ngumu ya kuhaso, hauna kitu, alafu ukatokea kumpenda mtoto mkali, kamuona ukampenda? Nataka yani unielezee jinsi ambavyo ungeweza kumfuata katika hiyo hali, ukiwa nayo na hali ngumu, afu umfuate na unampenda kweli na unamhitaji, unamtaka. Yani nataka unielezee hiyo situation vipi hapo, kama utaweza kumfuata au hiyo situation ilishanitokea. Kwenye harakati za utafutaji nilikutana na binti moja mkali. Bahati mbaya yule ni mtoto mwanajeshi. Mwanajeshi hatari wale. Ila sasa nikashindwa nampataje. Oya, kwanza yule mtoto sio poa. Kwanza mwenyewe unafikiria nianzaje yani? Pale kwa unasogeaje? Kwanza wakishua, kwanza baba yake mwanajeshi. Situation ilikuwa ngumu, ila nikajikubali kwa sababu mimi ni mwanaume. Sisi wanaume ukimpenda mtu lazima umwambie ukweli, kuliko kubaki nalo rohoni. Yeye hawezi kujua kwamba wewe umempenda au unampenda.
Kwa hiyo lazima nilijitia ujasiri, nikaenda kumwambia kuwa nampenda. Afu nikamwambiaje? Kilichotokea sasa, wanajeshi sio poa, kikamatwa wewe utarukishwa kichulachula utoka ukasahau. Kilichotokea kuweza kunikubali yule binti. Mwisho wa siku alinipandisha akanishusha. Kama nakuona na jinsi ambavyo ulikuwa umepauka labda, yani na kuimagine kwanza. Okay, nakuuliza swali. Kwa siku unaweza kusex mara ngapi? Kwa siku? Labda ungeniuliza kwa wiki. Kwa siku na sex mara ngapi? Kwa siku naweza nisiseksi kabisa. Na siku ambayo una sex unatumia muda gani kusex na boyfriend wako? Inategemea. Nikiwa kwenye mudi labda masaa ngapi? 2, 3 hivi. Nikiwa siko kwenye mudi hata nusu saa inatosha. Bwana wako anamaliza raundi ngapi? We, anakamia huyo. Usipomwambia acha mpaka asubuhi. We, anakamia sana huyo. Okay. Ngoja nikuulize swali. Shawe kutokea na mshangazi au mshangazi ukauelewa? Yaani mshangazi kweli, yani una kila kitu. Si unaelewa? Na nyinyi vijana mnapenda kulelewa. Bwana. Ni kweli, ni wewe kupata mshangazi. Kama umesikiza hapo nyuma nilikwambia nilikuwa na date na mke wa mtu. Kwa bonge la mshangazi kweli. Mali ya maana. Sasa ulifeli wapi? Misunderstanding tu. Mwanangu unafeli. Sasa wewe ulishindwa mwanangu. Tuachane na hiyo, kuuliza swali. Uliza. Ila unafeli mwanangu. Kwa kuwa mchezo wetu ni do or drink. Je, unaweza kufanya romance na mimi? Fanya na romance na wewe? Hapana. Wewe ni mshikaji wangu. Yaani tatizo wewe ni mshikaji wangu. Ndio shida. Siwezi. Okay. Yaani siwezi. Mimi ngoja nikuulize swali. Hivi ushai yani umekutana na mwanamke yani ana shape kweli, yani mtoto kweli, si unaelewa? Alafu kashindwa sasa kusimamisha. Ushai kukutana naye? Sasa hivi nielezee hiyo situation vipi, alafu mtoto akuelewi, yani haelewi anataka. Situation hiyo haijawahi kunitokea. Wewe wapi? Haijawahi kunitokea. Stori zako nazisikia. Wewe. Mimi nimekuuliza najua. Haijawahi kunitokea. Sasa sijui wewe umezitoa wapi. Ila sina uhakika nazo. Nikuulize swali. Uliza. Je, unaweza kufanya mapenzi kwenye gari? Kwenye gari? Kwenye gari sio poa, ila nikikuelewa nafanya. Ila kwenye gari sio poa. Yaani sio poa, ila nikikuelewa, nimeelewa show, nafanya. Je, ushawahi kufanya mapenzi chooni? Na kama umefanya mara ngapi? Chooni sijawahi kufanya mapenzi. Asitegemee kufanya mapenzi chooni. Okay. Subiri sasa wewe nikuulize swali konki sana wewe. Unaweza ukaniambia ukubwa na saizi wananili yako? Kitu hapo. Naomba niambie. Nataka nijue ukubwa na saizi koje.
Ukubwa upi unamaanisha? Urefu, upana? Unene na urefu. Kama wezi. Urefu inchi 7. Unabisha, ulikuwepo? Nionyeshe. Kuonyeshe tena? Nionyeshe nione. Unafanya hivi tu kwenye suruali hapo, naona. Kama siwe. Fanya hivyo, fanya hivi nione kama ni inchi 7 kweli. Nitaamini vipi sasa? Just amini, urefu ni inchi 7. We. Na unene. Niweza ikawa kama huu mkono hivi. Usemi sasa. Swali gumu. Changanya. Kama huwezi kusema unene, kunywa hapo. Sasa mwanangu, ngoja nikuulize swali la kizushi, ila linachekesha. Hivi ushapitia situation fulani hivi, yaani umebanwa, unajua umebanwa haja kubwa, alafu unaenda hiyo nyumba unakuta kuna mama kibao, alafu mtoto wa kiume, tumbo linauma kweli, unataka kushusha mzigo, alafu unamkuta mtu yuko chooni, alafu umesimama pale nje. Vipi hiyo hali ikikutokea? Hebu nieleze kidogo. Kiukweli hiyo situation naomba uisikie tu. Isikutokee. Unaweza ukatamani unye kwenye kopo. Sasa ni zamu yangu kuuliza swali. Raundi naamini utapiga vigombe vya kutosha. Hebu uliza nione kama litanishinda hiyo, maana hapa nilipo penyewe da. Unaweza kupiga push up 5? Yaani hiyo siwezi. Afu unavyoona kabisa wewe unavyoelekea wewe unataka uniue na hizi pombe. Mimi navyoona hapa kabisa sitoweza. Yaani unaiona hii vikombe 10. Hapana, hii nakunywa ya mwisho. Yaani au kama ndo mchezo wa hivi, bora ubaki peke yako tu. Siwezi hata kutembea. Hujamaliza? Acha tu niende bye.